you are good to every one of us who have been together with us, Lord, since morning until this moment, Jehovah God. We declare that you are Lord. We declare that you are holy, Jesus. We declare there's none like you, Jehovah God. May you receive all the glory, receive all the adoration, Lord, because you are in our midst this evening. Your presence, oh God. We can invite your power to dwell in us, oh God. As we are ready, Lord, to listen from thee, Jehovah God, I pray for your word. I pray for the power of you, Jehovah God, to manifest in our lives, to vindicate your power, Jehovah, that you are God Almighty that reign. While we bless you for our viewers, we pray for them wherever they are, that God, whatever God they shall see this evening, the Lord shall bless them, they shall transform their lives, and they shall never be the same in the name of Jesus. We thank you, we worship, we adore you in the name of Jesus. How I invite your presence, your power to rest upon each and every one of us, oh God. Mighty God, I pray the Lord, we have come unto you to give all the glory and all the adoration. Receive all the glory, dear Lord, because you are Lord in our lives and you are Savior in our ways, oh God. We thank you and magnify your holy name. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Bwana ni mwema. Bwana sifiwe. Watazamaji wetu palipo mahali mlipo, tunawataka kuwakaribisha kwa ibada ya jioni ya leo, tukitumainia Bwana atatubariki pamoja nanyi, na wengine watafunguliwa, wengine wataponywa, wengine watatiwa nguvu, hali ya kuendelea na kumsubiri nguvu zake Bwana, maana Mungu wetu amo mahali hapa. Nashukuru tuko na ibaji na tunaenda kuabudu Bwana, na tutabarikiwa tukiendelea pamoja naye. Kwa hivyo karibuni nasi tutabarikiwa. Nani kama wewe, nani kama wewe, nani kama wewe, praise and worship. Kwa kweli hakuna Mungu kama Bwana wa mabwana, hakuna kama Yesu, hakuna anayetoshelesha mwanadamu, hakuna anaye nguvu na uwezo ila mwana wa Mungu. Bwana asifiwe. We thank you for our viewers wherever they are. We welcome you to watch and also be a part of our blessing this evening.
Tunashukuru Mungu kwa huo umbali. Bwana asifiwe. Ni asante kwa vile Mungu wetu amekuwa mwaminifu, amekuwa Mungu wa karibu, amekuwa mchungaji, na tunasema ni asante kwa vile amekuwa mtetezi wa ajabu. Biblia inasema ya kwamba wale wamekuwa kama wale wamemtumainia Bwana wamefanyika kuwa wana wa Mungu. Bwana asifiwe. Na hivyo siku ya leo mimi na wewe tumefanyika kuwa wana wa Mungu, maana tumejua ukweli au tumepata kufahamu nguvu za Mungu kupitia neno lake. Maana neno la Mungu, Biblia inasema ya kwamba neno la Bwana ni taa ya miguu yetu. Neno la Bwana ni nguvu katika maisha yetu. Neno la Bwana ni mwangaza katika maisha yako. Na kwa hivyo siku ya leo ukimfanya Mungu kuwa mwangaza, ukimfanya kuwa tumaini lako popote ulipo na mahali unaposikia hii sauti, Bwana atakuwa mwangaza katika maisha yako. Biblia inasema ya kwamba wote waliomwamini Kristo aliwafanya kuwa wana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ninatamani tuende katika kitabu cha Mungu na ili tupate kubarikiwa jioni ya leo. Wewe unaenda nyumbani, unayesafiri au katika nyumba yako, ni vizuri tushiriki na utapata kupokea hizi baraka, maana Mungu wetu hana kipimo, anapatia yeyote anayetamani. Yeyote anayetumainia Bwana atampokesha. Tuingie kitabu cha Zaburi 15 kuanzia hapo 1, nasi tutabarikiwa tunaposemezana pamoja na wewe. Amen. Bwana ni nani atakayekaa katika hema yako? Ni nani atakayefanya maskani yako katika kilima chako kitakatifu? Ni mtu aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki, asemaye kweli kwa moyo wake, asiyesingizia kwa ulimi wake, wala hakumtenda mwenzie mabaya, wala hakumsengenya jirani yake. Machoni pake mtu asiyefaa hudharauliwa, mbali huheshimu wamchao Bwana. Ingawa ameapa kwa hasira yake, habadili maneno yake. Hakutoa fedha yake apate kula riba, hakutoa rushwa amwangamize asiye na hatia. Mtu atendaye mambo haya hataondoshwa milele. Bwana sifiwe. Mtu atendaye mambo haya hataondoshwa milele. Biblia inasema ya kwamba ni wakati Daudi, mtumishi wa Mungu Daudi, alikuwa ananena haya maneno kupitia kitabu cha Zaburi, na alikuwa anasema ni nani atakayekaa katika mlimani mwa Bwana au katika hema ya Bwana. Biblia inasema ya kwamba ni nani atakayekaa katika maskani yake, katika kilima chake kitakatifu, katika kilima cha Bwana, katika pale patakatifu pa Bwana. Ni nani atakayekaa mahali pale? Ni nani atakayeenda au atakayepanda katika mlima wa Bwana au katika atakayekaa maskani ya Bwana? Ninaona ya kwamba Daudi alikuwa na hali ya kutazama au kutafakari ukuu wa Mungu, au Daudi alikuwa mtu wa kumcha Mungu, alikuwa na mtu wa kutegemea Bwana, alikuwa mtu wa kulinda ushirika wake na Mungu. Na Biblia inasema ya kwamba Daudi akauliza maneno haya: ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayekaa katika hema yake? Ni nani atakayekaa katika maskani ya Bwana? Ni mtu aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki. Bwana asifiwe. Mtazamaji na aliye katika nyumba, siku ya leo Bwana anatunenea kwamba hali ya kulinda utakatifu, hali ya kuwa na utakatifu na kulinda moyo wako na kuzingatia yaliyo ya mapenzi ya Bwana. Maana Daudi anauliza, ni nani atakayepanda katika mlimani mwa Bwana? Ni wewe ndugu na dada, kwa hali ya kutumainia Kristo na kufanya ushirika wako na Mungu kuwa ushirika ulio imara. Huyo mtu mtakatifu, huyo mtu aliye na haki, huyo mtu mcha Mungu, huyo mtu kuenda katika kila dakika kuenenda mbele za Mungu na kukua mkua Mungu kuwa ngao yake na msaada wake, na hali ya kunyenyekea, hali ya kutubu, huyo ndiye atakaye kwenda katika mlimani pa Bwana. Bwana asifiwe. Huyo anaye mikono misafi, huyo anaye moyo safi, huyo anaye mawazo mema kuhusu mwingine au katika ufahamu wa Mungu, huyo ndiye mtu atakayeenda katika mlimani mwa Bwana. Siku ya leo wewe uko na njia gani, au umekuja na nia gani, au kusudi lako ni gani? Bwana asifiwe. Na ili ukue katika mlimani mwa Bwana, katika hekali ya Bwana, utakuwa mtu wa namna gani, au mtu wa jinsi gani? Ni siku ya leo ndugu na dada, Bwana anatuongelesha kama Daudi alikuwa na haya maneno ati, Bwana, ni nani atayekaa katika hema yako? Ni nani? Hiyo ilikuwa ni swali, lakini Daudi akasema haya ya kwamba ni yule mtu aliye mkamilifu, ni yule mtu anatenda haki,
haki. Bwana asifiwe. Wewe umekuwa mtenda haki mbele za Bwana. Kwa hivyo Mungu siku ya leo ataweza what do I mean? Ataweza kukua na hali ya kukuheshimisha au kukukabidhia jambo ulitekeleze. Bwana asifiwe. Huyo mtu ni nani atakayepanda katika mlimani mwa Bwana? Ni mtu wa namna gani? Ni jinsi gani utaenda katika mlimani mwa Bwana? Ni katika hali ya kutenda haki, ni katika hali ya kukua mkamilifu. Huyo aliye na mawaa, huyo ndiye atakayeenda katika mlimani mwa Bwana. Huyo ambaye asiye na kusingizia, huyo aliye na moyo safi, huyo aliye na moyo wa kubondeka, aliye na moyo wa kusamehe, huyo ndiye atakayeenda katika mlimani pa Bwana. Mlimani pa Bwana ni moyo wako siku ya leo. Mlimani mwa Bwana si kwenda kale katoroni, ni roho yako. Hiyo roho yako ikakuwa haki mbele za Bwana. Hiyo roho yako ikikuwa daima iko kamilifu na Bwana. Huyo ndio mlima wa Bwana siku ya leo. Bwana asifiwe. Si hali ya kwenda katika kule katika hekalu zingine maybe, au katika maybe kwako umekufanya kama hekalu, lakini siku ya leo Mungu ananena kupitia roho yako. Hiyo ndio hekalu. Hiyo ndio mlima utakayepanda, kukuwa na utakatifu, kukuwa na haki ya Bwana na ushirika mwema na Bwana. Bwana asifiwe. Watu wa ndugu na dada, tuache kudanganywa na mambo. Sisi ni wewe na mimi siku ya leo, ya kwamba moyo wako ndio utakufanya kuwa hekalu la Bwana. Huyo moyo wako ndio utaufanya ukakuwa tu kitu cha dhamana mbele zake Mungu. Bwana asifiwe. Utaufanya kuwa maskani yake Bwana. Bwana asifiwe. Utapafanya moyo wako kuwa maskani ya Mungu, na ili roho wa Bwana apate kutulia na kuota ndani yako. Na Biblia inasema ya kwamba Daudi wakati ule aliuliza, akakuwa na hii jawabu: ni yeye aliye mkamilifu. Bwana asifiwe. Roho yako ikikuwa kamilifu, utafanya nyumba hiyo moyo wako kuwa maskani. Roho yako ikuwa na wema wa Bwana, utafanya maskani ya Bwana. Kutajaa utere, kutajaa upendo wa Mungu. Utakuwa na hali ya kustenda kadri na mapenzi ya Roho Mtakatifu, maana moyo wako kumekuwa ni maskani yake Bwana. Bwana asifiwe. Maskani si mahali unapolala. Maskani haya si yale unayetenda kazi. Maskani ni hiyo moyo wako, hiyo roho yako, ambapo Roho wa Mungu atatua na kutekeleza kazi yake ndani yako. Bwana asifiwe. Maskani ni hiyo moyo wako, hisia zako ziko hai, ya kwamba chochote unachofanya takufurahisha Mungu. Ni kitu kitafutia Roho wa Bwana, ni kitu kitafanya Mungu kusongea siku baada ya nyingine. Hautatoka katika hali hiyo, maana Roho wa Bwana ako ndani yako. Bwana asifiwe. Maskani pako ni patakatifu, ambapo mlimani mwa Bwana ukienda utakutana na nguvu za Bwana. Bwana asifiwe. Katika moyo wako, wakati unalipitia jina la Bwana, nguvu za Mungu zitashuka. Ufalme wa Mungu utakuja kwa kishindo, na utatawanya kila mambo yote, na Bwana atapata kukaa katika huo roho yako. Bwana asifiwe. Maana hapo ndio Mungu atakaa. Bwana asifiwe. Roho yako na roho yangu, hiyo ndio maskani ya Bwana. Bwana asifiwe. Hapo ndio Mungu atakaa patakatifu pake. Bwana asifiwe. Tumekuwa kulinda mali, tumekuwa kulinda nguo, tumekuwa kulinda mavazi, lakini hiyo si ile Bwana anahitaji. Bwana asifiwe. Ni roho yako hapo maskani, hapo katika kina cha moyo wako. Hapo ndio Mungu anachungulia siku dakika na nyingine. Hapo ndio Mungu anataka utakatifu, na utakatifu wa Bwana ukijaa katika ndani yako, hata nje utapatia huyo utakatifu, utahidhirika wazi ya kwamba huyu ni mcha Mungu. Bwana asifiwe. Huyu ni mtakatifu wa Mungu. Bwana asifiwe. Tuache kudanganywa na wakati na majira. Is the time for us to seek God. Is the time to take our refuge in kingdom of God. Maana utakatifu wa Mungu ndio utakaye tuongoza. Bwana asifiwe. Lakini maskani yako ikikuwa chafu, hakutakuwa na nguvu za Mungu, hatutakuwa na utero wa Bwana. Bwana asifiwe. Kutakuwa na ugonjwa wa kiroho, lakini Bwana mwenyewe akishuka katika yale maskani na utende haki na utende ukamilifu wa Mungu, nguvu za Bwana zitaendelea kutunuka ndani. Bwana asifiwe. Nguvu za Bwana zitaenda kutawala. Utakuwa mtu wa ajabu katika ufalme wa Mungu. Katika taifa letu utakuwa mtu wa kumcha Mungu. Nguvu za Bwana zitafushuka. Hata unapoenda huhitaji kunena mambo mengi. Nguvu za Bwana zinashuka, zinatembea, mambo makuu yanatendeka. Bwana asifiwe. Tunaona wakati wa kina Paulo alikuwa anatembea, nguvu za Mungu zilikuwa zinazidi na kuponya. Bwana asifiwe. We are the replicant today that whenever the word of God shall rest upon us, dear brethren, whatever we shall do, the presence of God shall minister. Bwana asifiwe. Nguvu za Mungu zitaweza kushuka na zitaweza kutenda kazi ndani yetu. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba asemaye kweli kwa moyo wake anakutenda haki. Bwana asifiwe. Uko na ukweli wa Mungu? Uko na kutenda haki katika mambo unao, katika maabara yako, katika
kujieleza. Una haki ya Mungu. Haki ni nini? Haki ni kukuwa na utakatifu. Haki ni kukuwa na ukweli wa Mungu. Haki ni kukuwa mtu mwadilifu. That is there something ambayo utaambia wewe haujafanya, au kuna jambo utashukiwa. Bwana asifiwe. Hakutakuwa na hali ya watu kufikia maybe ni yeye au si yeye alifanya. Bwana asifiwe. Utakuwa mtu mkamilifu. Utakuwa mtu mwadilifu. Bwana asifiwe. Utakuwa ati when what you are doing hauna shaka na hilo jambo, because you know how you are doing it. Bwana asifiwe. You know the relationship that you are having towards your God. Bwana asifiwe. Utakuwa mtu mkamilifu. Biblia inasema ya kwamba ni yule aendaye na ukamilifu na kutenda haki, aliye na moyo safi, aliye na mikono misafi, huyo ndiye atakayeenda katika mlimani mwa Bwana. Bwana asifiwe. Huyo ndiye ataenda palipo patakatifu pa Bwana. Huyo aliye na moyo safi, moyo wake hauna mawaa, moyo wake hauna kushukiana, moyo wake hauna kusengenyana, huyo ndiye atakayeenda katika mlimani mwa Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo ningetaka ujihoji ya kwamba na mimi nijihoji, ninayo moyo safi, nitaweza kuwa na kibali, takuwa katika palipo patakatifu, katika maskani ya Bwana. Bwana asifiwe. Roho wa Bwana atapata mahali pa kutua katika roho yako. Roho wa Bwana atapata mahali pa kuishi. Bwana asifiwe. Lakini ukiwa na moyo safi, ukikuwa na wewe na kutenda haki, Bwana atapata kukaa. Ukikuwa moyo wako uko mwerekevu, Mungu atapata kukaa. Roho wa Bwana hakaagi kwenye kuko na uchafu. Roho wa Bwana hataki masingara ambaye haifai. Roho wa Bwana yeye ni mtakatifu. Yeye ni mwadilifu. Bwana asifiwe. Yeye ni mtu ambaye is a spirit ambaye anataka kudwell in a holy place. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata mili yetu, roho zetu zikiwa takatifu, hata midomo yetu, kinachotoka katika ndani yetu kitakuwa kitakatifu, kitakuwa kinaiga Kristo, kitakuwa cha kumwabudu Bwana, kitakuwa cha kuleta utukufu katika ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Maana aliye ndani yangu ni mtakatifu. Kwa hivyo hata yale matendo nitatoa au matunda, yale manukato itakuwa ya kuleta wengi, itafutia wengi katika ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba Daudi akasema ya kwamba hata asiyesingizia kwa ulimi wake. Bwana asifiwe. Tumekuwa wakusingiziana mambo mangapi wa ndugu na wapendwa? Ni mambo ngapi umekuwa kusingizia moja na mwingine katika ufalme wa Mungu? Maybe unaona kuna something that is not going on well, lakini bado badala usimame palipo pako unaendelea kusingizia wengine. Bwana asifiwe. Katika nyumba yako kuna yale unafaa kufanya na unajua hivi ndivyo inafaa kufanya, lakini kuna kusingizia. Bwana asifiwe. We have to come out to that truth, na ili Bwana aweze kukutana na wewe, nipoza Bwana apate kukaa katika maskani, katika roho yako, katika maisha yako. You have to pave the way. Bwana asifiwe. Lazima utoke katika hizo njia na ili uambatane na Kristo, maana roho wa Mungu ni mtakatifu. Bwana asifiwe. Roho wa Bwana ni mnyenyekevu. Roho wa Bwana anataka mahali panapofaa. Bwana asifiwe. Biblia hapo 3 inasema asiyesingizia kwa ulimi wake. Asiyesingizia. Hautanena mambo ya uongo, utakuwa na ukweli ndani yako, utakuwa mtu mwenye mwadilifu. Huyo Mungu ndiye atakayepanda katika mlimani wa Bwana, wala kumtendea mwenzie mabaya, wala hakumsengenya jirani yake. Bwana asifiwe. And that is the nature of the people in this world. Kusingizia. Ati kwani ninajua hakika hujafanya hilo jambo, lakini nitaendelea kusingizia. Bwana sifiwe. Nikiona Pastor Jenga hivi, naona maybe kuna jambo ako nalo na naona ni ajabu ndani yake, lakini nitajaribu kumfitini, nitajaribu kumharibia. Bwana sifiwe. Kusingizia, wewe hautakuwa patakatifu pa Bwana. Bwana sifiwe. Wewe maskani ya Bwana usiporejea katika mapito yale, usipotoka katika hiyo njia ndio urejee Mungu wako, hautaishi katika maskani ya Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tusikuwe na moyo ya kusingizia, tusikuwe na kumsengenya jirani yako. Ndio hata kama unaona mimi nimefinyika, maybe unaona mimi sifai mbele yako, heshimu ile tu kidogo, wacha kunisingizia. Niombee Mungu nipate kubadilishwa. Bwana asifiwe. Niombee Mungu nipate kuwa na hali njema. Niombee Mungu ndio aweze kunifunza hata kama mimi sielewi. Niombee Mungu, Roho wa Bwana ni mkufunzi, atanifunza na nitatembea kadri na mapenzi ya Bwana. Bwana asifiwe. Kanisa ya leo imekuwa ya kusingizia moja na mwingine, imekuwa kuinukia wapendwa, imekuwa kuinukia wajakazi wa Mungu. Is our high time we go back to the ways of God. Bwana asifiwe. Turejee Mungu kwa njia ya haki na hali ya kukua watu waadilifu mbele za Bwana. Bwana asifiwe. Usikuwa wa kusengenyana, usikuwa wa kusingizia, usikuwa wa kunena mabaya. Bwana asifiwe. Roho wa Bwana hatatulia katika yale makazi. Roho wa Bwana hatapata kukaa mahala pale, lakini nguvu za Mungu zitatoweka na utakuwa ukikwama wewe
tu ni ile kama ile kasuku inaandikwa kasuku, but inside it doesn't have anything. Bwana sifiwe. Utakuwa tu ule mtu tunasemaga ni mwokovu, lakini katika matendo yake hakuna wokovu. Bwana sifiwe. Na hatuhitaji kasuku jina, hatuhitaji that figure. We need to see something that is coming up out of you. Bwana sifiwe. Hiyo kilicho ndani yako ndio kitatuambia wewe ni nani. Bwana sifiwe. Kilicho ndani yangu kitamwambia mimi ni nani. Bwana sifiwe. Hata kama nitajificha, kuna wakati nitasahau na nitajitoa. Bwana sifiwe. So be yourself. Bwana sifiwe. Kuwa wewe mwenyewe. Kama ni kuokoka, okoka vilivyo. Kama ni kudanganyana, tanganyana. Kuwa katika huo pande, utoke huo pande uleja wa Mungu. Bwana sifiwe. Ni pata kuwa na maskani ndani yako. Huyo mtu mtakatifu, huyo mtu mwadilifu, yeye ndiye atakayepanda katika mlimani mwa Bwana. Bwana sifiwe. Mlimani mwa Bwana ni mahali patakatifu. Na hakuna wakati utaenda katika mlimani mwa Bwana kama una mawaa. Hata kama utaenda hapo, Bwana ni kama kupiga tu. Biblia inasema in the book of 1 Corinthians, hata ukaomba kwa dini, hata ukasema kwa lugha mbalimbali, bila upendo ndugu na dada ni kazi ya bure. Bwana sifiwe. Hata ukaongea na ndimi, hata ukanena, hata ukatabiri, bila upendo wa ndugu na wapendwa ni kazi bure. Kwa hivyo tutoke katika yale matendo, turudie Mungu, na ili tukae Bwana wa Bwana apate maskani ndani yetu. Tutoke katika mambo ambayo imetulaghai, tutoke na tufunguke macho ya kiroho, na katika hisia zetu tuitikie Roho wa Mungu kutekeleza kazi ndani yetu, na ili tupate kupokea nguvu za Bwana. Maana tukifanya hivyo, hata utakuwa mtu mjasiri unapoenenda mbele za Mungu, because you know who you are, you know what you are carrying, you know who is your maker. Bwana sifiwe. Unajua do you know that thing? Yani huyo utakatifu, hiyo jambo, huo Mungu utaendelea kuchipuka na kuota ndani yako. Kwa hivyo kuna jambo utafikia, hata kama hili jambo naona linafaa, utaliondokea because you don't want utaki kupitana na Mungu wako. Bwana sifiwe. You don't want to lose your focus. Kwa hivyo siku ya leo na jioni ya leo, hebu tutunze mioyo yetu, tutunze maskani yetu na Bwana, maana hapo ndio Mungu atashuka. Pakiwa pachafu Mungu hatashuka, Roho wa Bwana hata kama hali hapo. Kwa hivyo tuhifadhi kilicho ndani yetu, naye Mungu wetu atatubariki. Biblia inasema ya kwamba machoni pake mtu asiyefaa hudharauliwa, bali huwaheshimu wamchao Bwana. Bwana sifiwe. Machoni pa watu wengi mtu hudharauliwa. Maybe nakuona Benjamin, nakuona negative. Sikuoni jinsi wewe Mungu wako amekuweka. Ndio iliposa Biblia Daudi akasema ya kwamba machoni pa mtu hudharauliwa, lakini ole wako. Afadhali ukuwe na uhusiano mwema na Mungu. Hata kama watu watakudharau, jua uhusiano wako na Mungu. Hauhitaji hao ya watu wenye lakini ninaamini ya kwamba nikikuwa na kitu chema cha Mungu, ndio hata kama nitakuwa maadui, nikiwa na 5 kwa nitakuwa nimeleshiria hukumu. Nasifiwe. Kwa hivyo tusijalishe na yale yatakayoneno, sababu hata kama uko Mkristo lazima upatane na changamoto, lakini ni vizuri uko kwa upande wa Mungu umepata kuachilia nguvu za Bwana na utakatifu na ushindi wa Bwana uonekane katika maisha yako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo katika hali hiyo, mbali wa kuwaheshimu wamchao Bwana. Kwa hivyo kuna kule kumcha Mungu, kuna kule kumheshimu Mungu, hali ya kutafuta ukweli, hali ya kutenda haki ya Bwana na kutenda yaliyo mapenzi yake Bwana. Biblia inasema ya kwamba na wengine huapa kwa hasira. Bwana sifiwe. Na maneno yao hubadilika. Bwana sifiwe. Kwa hivyo katika hali ya kusengenyana, hali ya kutetechana, au ya kutenda mambo yasiyo yasiyo sawa, unalete mambo ambayo si sawa mbele za Mungu. Kwa hivyo siku ya leo ndugu na dada, ningekusihi ya kwamba tuondokee katika hiyo njia na tutafute njia ya ukweli, na njia ni neno Kristo Yesu, ili iweze kutuonyesha njia. Na kwa hivyo katika hali ya kutenda na kuwa na haki na utakatifu, tutakuwa watu wa kubarikiwa na Bwana. Bwana asifiwe. Hatutakuwa watu wa kutenda mambo ambayo haistahili. Biblia inasema hakutoa fedha yake apate kula riba, hata hakutoa rushwa amwangamize asiye na hatia. Bwana asifiwe. Mara nyingi tunaona watu wengine wamefika mahali ya wanatoa hongo au rushwa wamaliza mtu mwingine, au nifanye jambo la kufinyilia huyo dada na ndugu, sina ule upendo wa Kristo. Bwana asifiwe. Hata yale maneno ninatoa imekuwa maneno ya kuharibu. Nitaweza kutoa hongo nimalize ndugu na dada,
Nitaweza fanya jambo lingine, kutoa rushwa, nifanye mambo haistahili, lakini Biblia inasema ya kwamba hao hawataurithi ufalme wa Mungu. Hao katika mlima wa Bwana, hao hawatakuwa na maskani ya Bwana. Bwana asifiwe. Maana wamekuwa watu wa kujinajisi, wamekuwa watu hawaambatani na neno la Mungu. Lakini Biblia inasema ya kwamba mtu atandaa mambo hayo hataondoshwa milele. Bwana asifiwe. Huyo mtu kama hatarudi kwa Mungu, yeye atabaki kuwa katika ule uzizi. Lakini ole wako, fahamu haki na ya Mungu na ukweli wa Mungu, uondoke, ukimbie mbio mapema, na ili hukumu ya Bwana au ghadhabu ya Bwana isikuje na kukufikia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wewe ndio utakata kauli, mimi ndio nitakata kauli ya kutafuta uso wa Mungu na kutenda haki na kufuata Bwana. Bwana asifiwe. Na ili Mungu asije, ghadhabu ya Mungu ikishuka, isikuwe ya kuwa juu yangu. Maana Biblia inasema ya kwamba mtu kama huyo hataondoshwa milele. Bwana asifiwe. Atakuwa na hukumu. Bwana asifiwe. Lakini wewe umesikia neno la Bwana, ukishika neno hilo na ulitekeleze, hukumu itaondolewa kwako, hukumu haitawekwa juu yako, maana umefahamu na umekimbilia njia za Bwana. Biblia inasema ya kwamba ni mtu yule ataendaye haki na yule mkamilifu, Bwana asifiwe, na aliye na moyo safi, huyo ndiye atakayeenda katika mlimani mwa Bwana. Bwana, ukikuwa na hali ya kuwa na roho sio safi, usikuwa na mtu wa kuondoa haya mambo kama hayo, ukuwa na hali ya kuwa na mikono michafu, ukuwa na hali ya kutoa rushwa, Biblia inasema ya kwamba wewe sio mtakatifu, wewe si haki mbele za Mungu, hautapanda katika mlimani mwa Bwana, hautakuwa na maskani ya Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri mimi na wewe tujikague na turejee kwa Mungu, na ili usiku mmoja ukuwe mtu wa kubarikiwa na kuona uso wa Bwana. Bwana asifiwe. Maana Biblia inasema ya kwamba Daudi alisema, ani nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni ule aliye na moyo safi, ule aliye na haki, kutenda haki. Bwana asifiwe. Na aliye na mikono misafi. Bwana asifiwe. Mikono misafi, mioyo misafi, kutenda haki. Bwana asifiwe. Na asiye na kusingizia moja na mwingine, huyo ndio atakayeenda katika mlimani wa Bwana. Bwana asifiwe. Anaamini ya kwamba katika mlimani wa Bwana panapo utakatifu, panapo nguvu. Na kuambia kwamba katika mlimani wa Bwana kuna kufanya kuwa nguvu zako kuwa mpya. Unakuwa you have a new relationship with your maker. Bwana asifiwe. Utakuwa hali ya kupenda huyu Mungu, maana ukuu na ujazo wa Bwana unaendelea kumiminwa ndani yako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ya kale yataondoka na nguvu za Bwana zitatawala, na utakuwa mtu kiumbe kipya katika maisha yako ya kiroho na katika maisha yako ya kimwili. Bwana asifiwe. Maana umechagua kuwa mtu wa kutenda haki, umefanya Mungu kuwa maskani, roho yako kuwa maskani ya Bwana. Kwa hiyo roho wa Bwana akitoa mahali hapo, uchafu wote utaondoka na nguvu za Bwana zitamaraki. Bwana asifiwe. Na mbarikiwe na Bwana. Nataka tusimame tuombe. Nishike mkono Bwana, nishike mkono, 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 pamoja na Bwana, pamoja nawe, pamoja nawe Bwana, pamoja nawe, mimi ni wako, mimi ni wako, mimi ni wako Bwana, mimi ni wako, mimi ni wako Bwana, mimi ni wako, mimi ni wako Bwana, mimi ni wako. Safari yangu, safari yangu, safari yangu Bwana, safari yangu, nishike mkono
Nishike mkono